Usiku mmoja tunamuona Mr. John akiwa anarudi nyumbani kwake. Huyu bwana alikuwa amemuoa mwanamke mmoja anaitwa Karen. Yeye na mke wake wana ugomvi mkubwa kiasi kwamba walikuwa hawawezi kusemeshana. Kibaya zaidi, walifikia hatua ya mpaka wakawa wanakula kwenye vyumba tofauti tofauti. Kitu pekee walichokuwa wanakifanya pamoja ni kwamba walikuwa wanapenda kuangalia TV kwa pamoja. Yaani kwa sababu tu TV ipo moja. Kama TV zingekuwa mbili, huenda kila mmoja angekuwa anaangalia TV yake. Ukiwa unatazama TV, inakuja taarifa moja ya kwamba kuna mlipuko wa virus ambao wanasababisha watu kuwa mazombi. Na John anasema ya kwamba virusi hawa watakuwa wamesababishwa na kampuni moja ya kuuza madawa ili wafanye biashara kipindi hichi. Lakini mke wake wala hata ajali, anamwangalia tu na kuendelea kuangalia TV. John anaamua kwenda zake kulala na Karen anakuwa kama vile anataka kumwambia kitu lakini anashindwa. Anaona ngoja nimwache, nitamwambia asubuhi. Asubuhi wakati pamekucha tu, kulikuwa kuna ndege angani iliyopata ajali na kusababisha shimo kwenye paa la nyumba ya John na Karen. Kitendo kile kinamfanya John aamue kuondoka mara moja na kwenda kuangalia huko nje ni nini kinachoendelea. Lakini wakati anaondoka, Karen anamwambia kwamba nataka tupeane talaka, lakini John alikuwa hajasikia kwa sababu alikuwa na haraka. John anafika nje na kuona ndege iliyoanguka ambayo imesababisha moto mkubwa sana. Baadhi ya majirani wanamwambia John kwamba ndege hizo zimesababisha watu kuwa mazombi. Inaonekana zilikuwa zimebeba virusi na hawa watu wanadhuru watu wengine, hivyo ni vyema ukikaa nyumbani. John anarudi haraka nyumbani na anamwambia Karen. Wakati huo ving'ora vya polisi vilikuwa vikilia kila mahali jiji zima na wanaamua kuwasha TV ili kupata taarifa zaidi. Karen anaenda kufungua waini na anaanza kunywa, jambo ambalo linamshangaza sana John. Alikuwa afahamu kama mke wake anakunywa pombe, na Karen anamwambia ya kwamba nimekuwa nikinywa pombe kwa mwaka mzima sasa, lakini wewe hujali chochote kuhusu mimi, ndio maana hujui hata kama nakunywa pombe. John anaamua kumpotezea na anaanza kukagua stoku ya vyakula hapo ndani. Anakuja kujua kwamba hakukuwa na stoku kabisa ya chakula kwenye friji lao. Hivyo wanaamua kwenda kwa majirani zao kutafuta vyakula. Wanafika huko wanakuta watu wamesha kimbia na wengine wamekuwa mazombi. Hivyo wanakusanya kila walichoona kina umuhimu kwao na kuvipeleka nyumbani kwao mara moja. Lakini Karen anaonekana hajaridhika na vile vitu walivyobeba. Hivyo anaamua kuvaa na kwenda kuchukua vitu vingine vilivyobaki. Akajisombea kila alichoona kinamfaa kwa wakati ule. Amerudi anamwambia kwamba John, nenda kwa jirani, nimeona kuna TV kubwa kushinda ya kwetu, hivyo kaichukue alafu tutatumia hapa nyumbani. Mwanamke anatamaa kinoma huyo. Baadaye jioni mwandishi wa habari anatangaza kuwa hii ndio ripoti yao ya mwisho na wanadai kwamba watarudi tena wakati hali itakapokuwa imetulia. Anawakumbusha wote kukaa ndani na kuepuka kugusana na watu wengine. Timu za kijeshi zinawasaidia watu, kwa hiyo wakae ndani na wasubiri msaada, lakini wajitahidi kuandika alama X kwenye dirisha lao, jambo ambalo litasababisha ndege ambazo zinapita mtaani kusaidia watu kuona alama hiyo na kujua kwamba hapo kuna watu wanaohitaji msaada. John na Karen wanatumia tape na kuweka alama ya X kwenye dirisha lao. Usiku huo helikopta inapita juu, lakini haikupita karibu na maeneo ya mtaani kwao, hivyo hawakuona ile alama ya X. Na asubuhi inayofuata John anaamka, anakutana na mke wake akiwa anarudi kutoka kwa majirani na amebeba vitu zaidi, vingine vikiwa havina maana kabisa, kama vile nguo za watu ambazo zilikuwa zinawapendeza sana. Na John anamwambia kwamba nguo hizo utazirudisha endapo ili janga likiisha, maana huo ni wizi unaofanya. Ilipaswa uchukue vitu vya muhimu tu, lakini nashangaa umechukua mpaka nguo. Baadaye John anaamua kujiandaa kama mwanaume hapo ndani. Anachukua silaha zote ambazo zinaweza kumsaidia endapo mazombi wakiingia ndani kwake, na mke wake anamsaidia kukusanya vitu kama vile nyundo, visu na silaha zingine ndogo ndogo. Lakini siku hiyo wanapokea taarifa kutoka redioni inayotangaza kwamba hakuna chanzo kinachojulikana cha janga hilo na kwamba sehemu zote za dunia zimeathirika na serikali itajitahidi kadri iwezavyo kuhakikisha maji na umeme vinapatikana kwa kila nyumba. Ili kujiburudisha, familia hiyo inaanza kucheza karata na John anasema ya kwamba najua tu tutakuja kuwa sawa, maana wanadamu tumeumbwa kupitia mambo kama haya. Na Karen anachukia sana baada ya kusikia mtazamo chanya wa mume wake. Udada anaonekana hataki kabisa dunia irudi kama ilivyokuwa mwanzo. Anaamua kwanza kwa kunywa wine na ilikuwa ni asubuhi tu. John anamletea noma kwa nini anakunywa pombe asubuhi. Jioni inapofika, Karen anasikia mtu kwenye kando ya mlango wao akiwa kama vile anatembea na anahisi huenda ni wale waokoaji. Wanaenda kufungua mlango, so wanakutana na mazombi bana. Wanajaribu kupambana nao na wanarudishia mlango haraka iwezekanavyo. Mchana huo redio inatangaza kuwa wanasayansi wanajaribu kutengeneza tiba kwa ajili ya virusi hivyo, na kwa sasa hivi wako kwenye hatua ya kutenganisha kirusi ili kujua chanzo chake ni nini ndio waandae tiba. Na jambo hilo linawafanya wawe na stress sana baada ya kujua kwamba na wako kwenye hatua ya kwanza kabisa ya kuandaa tiba. Hivyo wanachukua hatua ya kuanza kuvuta sigara ili kupunguza mawazo, lakini sigara zile zinashindwa kusaidia kuwaondolea mawazo. Na Happy anatoa kimfuko cha madawa ya kulevya na anasema haya nimeyapata kwa jirani hapo floor ya kwanza. Kisha wanaanza kutumia madawa yale, wanalewa sana, hivyo
usiku kucha wanaotumia kuangalia movie pamoja na kunywa wine. Siku inayofuata Karen anaamka kwa kushtushwa na sauti ya risasi. Anamkuta ni John na alikuwa akifanya mazoezi ya kulenga shabaha, lakini amepasua chombo ambacho Karen alipewa na mama yake mzazi. Japokuwa Karen alikuwa mpendi mama yake, lakini anakasirika sana chombo kile kupasuliwa. Wanandoa hao wanaamua kwenda kupata kifungua kinywa, na John anamwambia mke wake ya kwamba inabidi tuanze kufanya mazoezi maana tumekaa kizembezembe sana. Hivyo wanaanza mazoezi rasmi. Baadaye kidogo wanasikia mlango ukigongwa. Kumbe walikuwa ni majirani wao ambaye alikuwa wanajulikana kama Leo na Emily. Hawa walikuwa wamekwama kwenye nyumba yao baada ya ile ndege kupata ajali, ilisababisha mlango wao kujiloki. Kwa hiyo leo wameweza kuufungua na wamesikia sauti ya kitu kuvunjika, ndio maana wakaja hapo juu. Na majirani hao wanawaomba chakula kwani hawajala kwa muda wa siku 2. Karen anamuita mume wake pembeni na anamwambia ya kwamba hatuna chakula kingi cha kuwatosha mpaka hawa majirani, hivyo inabidi wakae siku ya leo tu, kesho waondoke. Na anaongezea kwamba chakula cha leo itabidi tukiekee madawa ya kulevya kidogo, ili wakila kidogo tu waridhike na walale moja kwa moja. John anakubaliana na wazo hilo. Hawa wanandoa kweli washakuwa machizi. Wanawatengea wageni chakula chao, na baada ya chakula Emily anagundua kwamba mbona kama hii TV ni kama ile ya kwangu. Kingine anaona na nguo pia ambazo walikuwa wamevaa Karen. Kwa sababu ni mgeni akaamua kulimezea hilo. Usiku unapofika, Karen anamwambia Emily na Leo kwamba watalala sebleni na wanasema hamna shida, kikubwa tu kuwe kuna usalama. Lakini Karen anapofika chumbani anamshawishi John na wanaanza kufanya mapenzi. Hii ni makusudi kabisa, anajua wakianza kufanya mapenzi atapiga makelele hapo na kuwakera wale majirani waliolala sebleni. Lakini huyu jirani anaitwa Emily, baada ya kujua kabisa kwamba haya ni makusudi, mbona siku zote huwa ampigagi kelele hivyo, na yeye anamwamsha mume wake na wanaanza kufanya mapenzi kwa makelele vile vile. Yani hiyo siku ilikuwa ni kelele za kushindana, hawa wote machizi. Kitendo kile kinamkwaza sana Karen, na Emily asubuhi inapofika anaamua kwenda kukaa bafuni kwa muda mrefu sana, kwa sababu anajua bafu lenyewe liko moja, hivyo anawakera tu na yeye. Karen anakuja kumwambia ya kwamba toka kwa bafuni na muende mkafanye usafi wewe na mume wako, mnataka tu kuja kula hapa bure bure, lazima mlipie chakula mnachokipata. Haya, nendeni mkafanye usafi. Basi bana, Emily na Leo wakaenda zao kuosha vyombo, lakini Emily anamwambia huu ni unyanyasaji mkubwa sana, yani chakula ndio wanatuotesha vyombo. Leo anamwambia mke wake tunaweza kuondoka, lakini Emily anamwambia hapana, lazima nilipize kisasi, kwanza mwanamke amenibia nguo zangu. Wanaenda sebleni na wanamkuta Karen pamoja na John wakiwa wamepumzika. Emily anamwambia Leo tuwadhuru sasa hivi nini? Leo anamwambia hapana, tafanya baadaye. Mara Karen anaamka na anamwamsha John na anamuita pembeni, anamwambia ya kwamba nahisi kama hawa majirani wanataka kutufanyia kitu kibaya, hivyo tuwazuru sisi kabla wao hawajatudhuru. John anamuuliza mke wake kwamba atakuwa na wazo gani, na Karen anamwambia kwamba tuwatengenezee cookies ambazo zina madawa ya kulevya, leo tuzidishe ili walewe sana, hapo tunaweza kuwafanyia kitu chochote kile tunakachotaka. Kweli basi wakaenda kutengeneza cookies, lakini leo walikuwa wamezidisha kiwango, na kwa sababu Emily na Leo walikuwa wana njaa sana, wanakula cookies zile kupita kiasi na wanapoteza maisha pale pale. John na Karen wanaogopa sana kwa sababu wamefanya mauaji. Jambo hilo linawapelekea na wao kutumia tena madawa ya kulevya. Lakini ghafla Emily pamoja na Leo wanaamka, na kwa safari hii sio wanadamu tena bali wameshakuwa mazombi, kwa sababu Karen alikuwa karibu na bastola, anawapiga bastola wote wawili na anawaua. Wanakusanya zile maiti na wanaenda kuzitupa kwa jirani, lakini wanaenda kuchukua na madawa zaidi kule walipoyakuta. Usiku huo ulikuwa wa mawazo sana na hofu nyingi, kwa hiyo wanatumia madawa mengi, jambo ambalo lasababisha wanalala usingizi mzito sana. Na usiku huo zile helikopta zilikuwa zinapita nje ya dirisha lao zikisema ya kwamba kama kuna mtu ambaye yuko hai basi awashe taa akiwa ndani ili aje kuokolewa. Hao wenyewe walikuwa wamelala zao wala hata hawana shida. Asubuhi inayofuata Karen anasema kuwa siku yoyote kuanzia sasa inaweza ikawa siku yetu ya mwisho kuishi hapa duniani, hivyo kuanzia leo nataka niishi kila siku hali ya kuwa sina uhakika kama nitaiona kesho. Wanaanza kwa kufanya mapenzi sana na kutumia madawa ya kulevya. Baadaye wanaoga na wanakaa sebleni wakianza kuzungumza. Karen anamwambia John ya kwamba tokea tulipopoteza mtoto ndio hapo tukaanza kupoteana, penzi yakawa yameisha kabisa baina yetu, lakini naomba ikitokea tumepona baada ya majanga haya basi tujitahidi hata kuadapti mtoto mwingine, maana natamani sana kuwa mama. John anakubaliana na wazo lile na wanapanga date ambayo itafanyika hapo hapo ndani, yani usiku wa malavidavi. Wanakaa sebleni na kuanza kuangalia movie. Lakini inapofika baadaye jioni, wakati wanajiandaa kufanya mapenzi tena, ghafla inasikika sauti mlangoni ikisema kwamba tumekuja kuwaokoa, fungueni mlango. Wanadhani watakuwa ni wale waokoaji, hivyo wanaenda kufungua mlango haraka sana. Ghafla wanaingia majambazi watatu, ambaye mmoja anamkamata Karen haraka na kumpeleka chumbani. Mwingine anamwambia John akusanye kila kitu kilichokuwa kina thamani na wawapatie. Karen huku anajitahidi kujinasua na anamwagia huyu bwana
bwana ambaye ni kiongozi wao madawa ya kulevya machoni na anampiga teke la huko buku na 200. Pembeni kulikuwa kuna mkasi. Karen anamuwai na anamchoma mkasi wa shingo mpaka bwana yule anapoteza maisha. Majambazi wengine wawili wanaingia chumbani haraka kwenda kuangalia ni nini alichokutwa nacho kiongozi wao. Kumbe amemwacha John huku na anachukua bastola na kuwaangamiza mara moja. Wanazitoa maiti zile nje na ghafla wanasikia timu ya uokoaji nayo iko kweli karibu. Wanaenda kwa dirishani, wanaona helikopta, lakini helikopta zile zinashindwa kusimama kwa sababu zilikuwa hazijawaona. John anasema inabidi tuondoke. Wakati anatoka anakutana na mazombi wengi sana, hivyo anakabiliana nao na wanamzidi nguvu. Anaamua kurudi ndani. Anarudi ndani na mioyo yao inapata huzuni sana baada ya helikopta zile kuwa zimepotea hapo mtaani kwao na hawasikii tena sauti za mingurumo ya helikopta. Wanaanza kujikatia tamaa kwani chakula kilikuwa kinakaribia kuisha, na John anamwambia ya kwamba inabidi tupumzike kwanza, halafu tutajua nini cha kufanya baadaye. Wakati wa usiku Karen anaamka, anamuona John akiwa anajiandaa kwa kupanga silaha kwa ajili ya maangamizi, na yeye anaamka na kuanza kuweka silaha zake. Kisha wanavalia nguo za usalama ambao ni pamoja na helmet kichwani na kuanza safari ya kwenda kutafuta msaada popote ulipo kuliko kuendelea kukaa ndani na kula madawa ya kulevya. Wanapigana mabusu kisha wanapeana maneno ya upendo sana, na hapo wanaamua kutoka nje kwenye kordo, lakini wanakutana na mazombi wengi sana ambao wanapigana nao, lakini mazombi wale wanawazidi nguvu na wanalazimika kurudi ndani baada ya kushindwa kuwaangamiza wale mazombi. Karen anamwambia John, kwa bahati mbaya wakati tunapambana kuna zombi mmoja aliyening'ata mguu, hivyo nitabadilika na mimi kuwa zombi hivi karibuni. Na John anaendelea kumfariji kwa maneno mazuri mpaka Karen anapitiwa na usingizi. Baadaye Karen anagundua kwamba hali yake inazidi kuwa mbaya, hivyo anaamka na kutaka kutoka nje, lakini John anamsimamisha na kumwambia ya kwamba unaenda wapi? Karen anamwambia nasikia njaa isiyo ya kawaida, na John anaamua kujikata na kumwekea damu kwenye kikombe. Karen anakataa kunywa damu ile, lakini John anamwambia kama ndo itakusaidia inabidi unywe hivyo hivyo. Wanalia sana na kuzungumza kuhusu maisha yao baada ya janga hili na wanaamua kwenda kuoga. Karen naye baada ya kutoka kuoga anaamua kuchukua ile damu na kuinywa. Baada ya hapo wanafanya mapenzi bila hata kutumia kinga. Huyu ameshaanza kuwa nusu zombi. John anapitiwa na usingizi na Karen naye analala. Asubuhi inayofuata John anaamka na kukuta kitanda kipo kitupu. Karen hakuwepo tena kitandani. Anamtafuta na anapofika bafuni anakutana na barua kutoka kwa Karen kimshukuru kwa maisha mazuri aliyokuwa nayo, lakini akimuomba aendelee kuishi kwa amani na awe na furaha siku zote. John anapata uchungu sana na anaendelea kutembea. Anaenda mpaka kwenye chumba cha mtoto wao ambaye alifariki akiwa mdogo na kugundua ya kwamba Karen amegeuka na kuwa zombi na ameamua kujifunga kwenye ukuta na alama kifuani ikiwa inasema love me kill me. John analia na anaanza kumweleza Karen maisha baada ya janga hili, na anamuona Karen hamuelewi kabisa, akiwa ameandika kifuani maneno ya love me kill me yenye maana ya kwamba kama unanipenda basi uniue. John anashika bunduki na hatujui kama atampiga kweli risasi au la. Baada ya siku chache kupita, wanajeshi wanaingia ndani kwa ajili ya kuja kutoa msaada baada ya kuona ile alama ya X pale dirishani, lakini wanapofika huko chumbani wanakuta wanandoa hawa wakiwa wamefunga mikono yao pamoja ikiwa ni kama ishara ya upendo, na John pamoja na Karen wote wamekuwa mazombi. Kamanda mmoja anasema hii ni ishara ya upendo, lakini kwa sasa hivi kuna sheria ya kwamba mazombi sio wanadamu tena na wala sio raia wa nchi yetu, hivyo tunapaswa kuwaangamiza ili kulinda amani, na wanawapiga risasi kuwaua John pamoja na Karen ambaye tayari walikuwa ni mazombi. Hadithi ya John na Karen inatufundisha kwamba katika majanga au shida kubwa, tabia halisi ya mtu ndo huwa inaonekana. Tabia hizo zinaweza kutujenga au kutubomoa. Naomba nikukumbushe kwamba kama hujasubscribe tafadhali fanya hivyo, kisha ulike hapo na uniachie comment kitu gani ulichojifunza kupitia movie hii, kisha share pamoja na marafiki ambao unafahamu wanahitaji kuona kisa hichi.